Kenya Federation headquarters at Kandanda House, Kasarani reopens on Tuesday after close to a year under government lock and key. Presiding over the function was the Federation President Nick Mwendwa, who was kicked out of office together with his executive in November last year over alleged corruption. Nick announced his return after 313 days in the cold, assured the prevailing FIFA suspension will be lifted in a matter of days, urging clubs to start training for the new season which starts in a month's time. Leo tumefungua goal project, tumefungua ofisi za FKF tena. Ni siku ya furaha kama wewe ni mpenzi wa football. Ni siku ya furaha kwa Mkenya yoyote ule alikuwa anataka mtoto wake arudi kwa kiwanja kucheza football. Nataka kushukuru President William Ruto na timu yake kwa kusonga haraka na kuhakikisha wametupatia environment ya kurudisha football tena katika Kenya. Sihitaji kusema sana, lakini kuanzia mwezi wa 11 mwaka uliopita football Kenya iliharibiwa. Na watoto wetu wakawa hawawezi kucheza football yoyote. Kenya ikapata ban na tumekuwa banned from football huo muda wote. Nataka kushukuru President na timu yake sana kwa sababu wamehakikisha haraka iwezekanavyo tumefungua goal project, na sasa kuanzia saa hii football imerudi hapa Kenya. Football ya FIFA, football ya CAF, football inayotambulika kwa vijana wetu wote wale wameumia. Hawakucheza football, hawakujua wataenda wapi, hawakujua hii football ni ya nini, na hawakuelewa kilichofanyika. Nataka kuambia leo, kwa sababu tuna serikali ambayo iko serious na mambo ya youth na inaheshimu matakwa ya watu. Leo tumefungua goal project. Siku zijazo tutasonga haraka sana. Kuanzia kesho tuko na meetings na clubs. Tutakuwa na next meeting Friday. Baada hiyo meeting tutawaandikia FIFA. Natarajia within days ban ya Kenya itakuwa lifted. Ban ya Kenya ikiwa lifted, nataka kuwaambia hapa mwezi wa 10 Harambee Stars na Harambee Starlets watarudi kwa kiwanja. Tumekaa karibu mwaka national team zetu hazingecheza kwa sababu ya wachache walioamua kwamba wanaweza fanya kile wanachotaka kwa sababu wana nguvu. Leo ni kweli kama wewe una imani kwa Mungu, leo ni kweli kuna Mungu. Kama Nick Mwendwa amesimama kwa goal project leo, na serikali ambayo ina heshima na vijana wa Kenya na inayotaka football irudi haraka iwezekanavyo. So sisi focus yetu sasa hizi ni ku make sure ban yetu imekuwa lifted. Hiyo ndio focus yetu kubwa. Ban ikishakuwa lifted, mambo mengine yote yanafuata. But secondly, Cabinet Secretary for Sports Ambassador Amina Mohamed disbanded the FKF executive over alleged corruption, prompting FIFA suspension of Kenya from all football activities. FIFA has zero tolerance to third-party interference in football management. In its place, Amina installed a caretaker committee, which has since morphed into a transition committee to run football affairs in the country. Nick blamed his stipulations on powerful forces within the government. He reiterated that FKF is the only recognized body by FIFA to run football matters in the country. Ni kwamba ligi zote za Kenya zitaanza rasmi. Ligi zinazofaa zitaanza rasmi mwezi mmoja kutoka leo. Na kuna FKF moja, sio mbili. Kuna wengine wamekuwa kidai wao ni FKF karibu mwaka. Waendelee kujidai tu, iko sawa. Lakini football
ambayo inatambulika na sheria za football duniani. Niambia vijana warudi kwa viwanja, waende wa train. Kwa sababu 1 month from today, Premier League, Super League, Division 1, mpaka chini ligi zetu zote 7 zitaanza. Kwa hivyo kama wewe ni official, uko kwa grassroots leo, anza kupanga ligi rasmi itakayoanza mwezi moja kutoka hivi leo. Mambo ya ligi yataisha. Mambo ya referees tutarudi haraka iwezekanavyo. In a matter of days kurudi training ya referees. Ndio kabla tuanze ligi marefu watakuwa wametrainiwa. Makoch pia tulivurugwa wakati makoch walikuwa wanafanya kosi ya kwanza. Coaching license ya B ilikuwa inaendelea. Tulikuwa tayari klasi ya kwanza imehitimu. Klasi ya pili ilikatizwa katikati na watu ambao hawajali kuhusu vijana wetu na hawajali chochote. So leo ndio kusema siku kubwa sana kwa sababu what was impossible today is possible. Nataka kuambia wewe kama unaona mambo yako yakiwa mabaya leo na una imani na unaamini hujafanya lolote, ukiwa na imani, ipo siku itajulikana ukweli. Kwa hivyo hiyo ndo furaha yangu leo. Nataka kuaji kila mtu tuangalie forward, turudishe ball, Wakenya warudi kwa kiwanja. Tulikuwa na sponsors 6, wote hawapo leo. Tumeanza tena tayari kazi ya kuongea na sponsors, kurudisha sponsors kwa football. Itakuwa ngumu kwa sababu umeona leo vile hii ofisi iko. Hii ofisi ilikuwa imefungwa na ilikuwa na watu wachache wanakuja. I can tell you kuna vitu nyingi hazipo kwa hii ofisi. Tunatarajia wale waliochukua hizo vitu watarudisha vitu za Wakenya na footballers kwa footballers siku 2 zijazo. Na baada ya hapo sisi tutafanya mikutano yetu, tutakubaliana na wenye football, tushapanga mambo mengi. Kutoka hapo sisi tutasongesha football haraka. Tunataka kusonga kama vile president amesonga haraka wa hii nchi na akatupatia nafasi tusonge haraka, tutasonga kama yeye. So nataka kumshukuru personally. Kuna wengine wetu katikati yetu wameumia sana huu muda. Wafanyikazi wa FKF kwa karibu mwaka hawakuwa na kazi. Walifukuzwa kiholela. Wakakaa nyumbani na familia zao bila mtu kuwajali. Kuanzia kesho wafanyikazi wa FKF watarudi kazi. Ukiwa na imani inawezekana. Na freedom ni kujua kwamba leo tumeletwa hapa na askari waliotutoa hapa. Kwa sababu tuna government inaamini rights za watu na inaamini kufanya vitu kwa njia inayofaa.